Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi hiki cha Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sasa na Bwana anavyonijalia. Leo ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, ninamshangilia na kumsifu. Nina furaha sana kushare neno la Mungu na wewe, na kwa sababu kesho ni siku ya Mother's Day, nataka kuishi all mothers happy Mother's Day. Napenda kushare neno la Mungu, naweza kuwa a little bit not 3 minutes today, lakini naomba unisikilize katika ujumbe huu ambao mimi binafsi nimejifunza na ninaomba kushare na wewe. Katika hii siku ya Mother's Day tukae tutafakari, sisi kama kina mama, sisi kama wanawake tunatakiwa tufanye nini ili kwamba tufike mahali pale ambapo Mungu anataka tufike. Ninaenda kuangalia wawili kama series ilivyo. Leo ninamwangalia Lea na Raheli, mtu na dada yake ambao waliolewa na Yakobo. Tunajua kwamba ndoa yenyewe ilikuwa ni ndoa ambayo ilikuwa ndoa ya Lea na Yakobo ililazimishwa na baba mtu, lakini ukija kuangalia kwa jicho la rohoni, Lea was the one ambaye Mungu alitaka Yakobo amuoe. Sema wanadamu mara nyingi huwa tunataka tunachotaka, mwisho Mungu anakupa kile unachotaka, alafu kile Mungu alichokupa wewe unakuwa ukivalue ndicho kilichotokea. Hiyo ni topic nyingine kwa siku nyingine, lakini kwa leo hebu tuangalie jinsi ambavyo sasa matokeo personal journey ya huyu Lea na Rachel katika hii ndoa ambayo ilikuwa ni ndoa ya watu zaidi ya wawili. Sasa tunaanza na Lea. Nianze kwanza na Lea. Unajua Lea alikuwa na jicho ambalo lilikuwa na problem, na mimi huwa natakaga tu kuimagine watu wa Middle East huwa wanavaaga nguo za kunani. Sasa lile jicho ambalo unajionyesha tu uso, alafu kwenye uso wako kuna kilema, that was why ilikuwa ngumu kupata mchumba. Na babake alivyoona kwamba mdogo wake anaolewa katika society yao, lazima mtoto wa kwanza mkubwa asipoolewa watu watajiuliza kwa nini yule hajaolewa. Kwa hiyo anaweza akaachwa asiolewe, na kutokuolewa it's a bad thing kwenye society waliokuwa nayo. Kwa hiyo embo tuone yeye response yake imekuwaje alipoolewa sasa, kwa sababu ni mkubwa, ameolewa mke wa kwanza. Nadhani pamoja na kuwa alikuwa anajua hakuwa choice, kama kawaida wanadamu na especially wanawake tunaweza kuwa tuna hope kwamba nitapendwa kwa sababu mimi ni wa kwanza, nimeolewa kwanza, kwa hiyo mimi mke mkubwa ndio nitapendwa, lakini akajikuta sivyo. Kwa hiyo lakini Mungu akambariki akapata mtoto, na alipopata mtoto wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Ruben, akamuita Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Kwa hiyo ina maana, kwa sababu tunakumbuka kwamba Lea aliolewa miaka 7 kabla ya Rachel. Kwa katika ile miaka 7 pamoja kuwa ameolewa, yeye ni mke, lakini bado aliona kwamba mume macho yako kule kwa yule ambaye hajamuoa. Kwa hiyo ilikuwa teso sana moyoni mwake. Kwa hiyo akamuita mtoto Bwana ameliona teso langu. Akazaa mtoto wa pili anaitwa Simeoni. Akasema Bwana amesikia kwamba mimi sikupendwa. Kwa hiyo can you imagine knowing kwamba hujapendwa, lakini kidogo ninamheshimu kwamba bado anaona Mungu yupo katika ile situation, sio kwamba yuko alone, anajua Mungu anamsikia kwamba hapendwi. Akazaa mtoto wa tatu, akamuita jina lake Lawi. Huyu mtoto maana yake akasema mume wangu ataungana nami kwa sababu nimemzalia wana watatu. Ili nadhani huwa linakuaga kosa sana kwa watu wengi, wanawake wengi huwa tunapita mahali kama hapo ambapo unafikiri nikimfanyia mtu kitu fulani ndio atanipenda, kwa sababu nimezaa atanipenda au atanioa au ataongeza mapenzi au atanifanyia hivi. Na sio mume tu, hata vitu vya kawaida, hata maofisini, mabosi, manini, ndugu, wazazi. Saa nyingine unasema labda nikimjengea nyumba baba, nikimjengea nini ataniheshimu mimi kuliko kakaangu, atanifanya nini, lakini unakuta effort zako zote zinakuwa pembeni. Ngoja tuangalie Lea. Lea yeye alipopata mtoto wa tatu akajua ndio mume wake atampenda. Haikutokea hivyo. Mungu akambariki na mtoto wa 4, akamuita jina lake Yuda. Maana ya Yuda, mara hii nitamsifu Mungu. Akaondoa macho yake kutoka kwa mumewe akayapeleka kwa Mungu, tena akayapeleka kwa sifa. Na ndio hiyo ni turning point ya kila mwanadamu, especially sisi wanawake. Tutakapofika mahali tukamsifu Mungu kwa vile Mungu alivyotupa na kumtukuza Mungu kwa vile tulivonavyo, na kuacha kutegemea vile tusivonavyo na kulalamika kwa vile tusivonavyo, Mungu anabadilisha situation, na situation yake ikabadilika. Katika huo muda akaacha kuzaa.
Baada ya hapo kikatokea kitu fulani, yule mwenzake Rachel naye akaanza vurugu, akaanza kutoa mjakazi wake azae na nani huyu na Yakobo. Mjakazi akazaa watoto wawili, tutawaangalia, lakini kwa sasa hivi ngoja tuendelee na Lea. Lea na yeye ikabidi afanye competition, compete. Akatoa mjakazi wake anaitwa Zilpa. Zilpa kazaa mtoto anaitwa Gadi, maana yake bahati njema. Yani maana yake yeye akaona ni bahati hata mjakazi amezaa. Baada ya muda sio mrefu akamtoa tena Zilpa kwa Yakobo. Zilpa kazaa mtoto anaitwa Asheri. Akamuita jina lake ni maana yake anasema ni heri mimi, maana wanawake wataniita heri. Unaona alisha turn around kwanza kuwa namwangalia Mungu, kwamba nitamsifu Mungu. Sasa hivi tena macho yameondoka, anaangalia watu wengine, kwamba watu wataniona mimi heri. Ndio wote tunaenda hivyo hivyo. Hizi ni emotional roller coaster ambazo wote tunazipitia katika maisha, katika ndoa, katika kazi, katika kulea. Unakuta tunaenda hivi, tunafika mahali unamtegemea Mungu, baada ya muda tena unananina. Ndivyo ilikuwa kwa Dani, kwa kwa huyu Lea. Baada ya hapo alivyokuwa amezaa au watoto, huyo Dani huyo Zilpa alivyokuja kuzaa mtoto anaitwa Asheri, baadaye sasa akaja yeye mwenyewe sasa akaanza tena kuzaa. Akazaa mtoto akamuita jina lake Isakari. Isakari maana yake Mungu amenipa ujira wangu kwa sababu nimempa mume wangu mjakazi wangu. Anaanza kujipa majibu kwamba the reason Mungu amempa huyu Isakari ni kwa sababu yeye amemtoa mjakazi wake kule. Kwa hiyo bado alikuwa hajafika mahali pazuri pa kujua. Baadaye akapata tena mimba nyingine. Katika mimba hii ya mwisho akazaa mtoto akamuita Zabuloni. Na huyu mtoto Zabuloni maana yake mume wangu atakaa nami kwa kuwa nimemzalia wana 6. Bado anatumaini. Kwa hiyo ukiangalia maisha ya Lea, kusema kweli ilikuwa ni maisha ya matumaini toka mwanzo. Na mimi nasema labda kuna siku nyingine tutakaa tuseme tumwangalie Lea, tungemshauri nini mwenzetu, kwamba umefika mahali umeshazaa watoto 6, bado mwanaume anakuona wewe sio chaguo lake. Inatokea kwa watu, what do we do? Lakini mimi kwa sasa hivi, kwa sababu niko outside, mimi sio Lea, niko outside, naona Mungu atusaidie kwamba tukiwa katika situation kama hizi tuweze kumwangalia Mungu, kwa sababu Mungu ndio jibu la kila kitu. Wanadamu anaweza asikutendee sawa, lakini Mungu ni Mungu wa haki na rehema na neema. Kwa hiyo huyo ni Lea. Nakuja dada yake Raheli ambaye ndo alikuwa chaguo la Yakobo. Alikuwa mzuri, mrembo, mkarimu. Mwanzoni tunaona alikuwa mkarimu, lakini naye alikuwa na characteristics zake ambazo ukiziangalia they were not so good. She's beautiful but her heart is a little bit further. Tunamuona kwamba yeye alivyokuwa kwanza apati mtoto akaanza kumlilia Yakobo. Yakobo akamwambia, kwani mimi ndio ambaye nakupa mtoto? Badala ya kwenda kwa Mungu. Kwa hiyo vile vituko vyake akaona okay, sipati, kwa vile sipati yuko kama entitled. Ni wale wazungu wanakuambiaga spoiled brat, kwamba I want what I want to get what I want. Kwa haka yeye ndo alikuwa wa kwanza, kabla hata yeye hajazaa akatoa mjakazi akamzaa mtoto anaitwa Dani, ambaye moja, ukitaka kujua attitude ya Rachel ni mbaya, ni pale alipompa mtoto Dani. Maana yake Mungu amenipa haki yangu, naye amesikia sauti yangu akanipa mwana. Kwa hiyo kwa hiyo akamuita jina lake Dani. Kwa hiyo yeye anaona ni haki yake yeye kuwa na mtoto. Kwa hiyo anasema Mungu amenipa haki yangu. Umeona? Entitlement. Mungu atusaidie tusiwe watu ambao entitled, tunafikiri sisi ndio tunafaa kuliko wengine. Wengine wanapopata kuna mali inasema alimuonea wivu dada yake. Alivyoona vile alipopata wa kwanza kupitia mjakazi, akatoa makamtoto na mjakazi akazaa mtoto anaitwa Naftali. Maana yake kwa mashindano makuu nimeshindana na ndugu yangu nikashinda. Wakati mwenzake wala alikuwa shindani naye, ni Mungu alikuwa anambariki. Kwa hiyo tujifunze wanawake jamani, it's not everything a competition, it's not competition. To relax,
tumtegemee Mungu. Mungu anatoa haki. Mungu ni wa haki. Ukitenda haki, Mungu atakulipia haki. Kwa hiyo yeye aliona ni mashindano katika kuzaa. Kitu kilipotokea kwamba sasa baadaye Mungu akamkumbuka sasa Rachel au Raheli akamkumbuka. Ina maana kuna sehemu ilibidi awe mdogo kidogo, anyenyekee. Mungu akalifungua lile tumbo, akampa mwana, na alivyopewa mwana ndo akazaa mwana, akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu. Tunajua alikuwa na watoto wawili tu, mwingine Benjamin alimzaa wakati wa kufa. Tunajifunza nini leo Mother's Day wapendwa? Mother's Day tujifunze kumtegemea Mungu. Na kama tusiwe kama Rachel, ambaye Rachel wakati alikuwa hana mtoto akamkimbilia kumlilia mume wake, akawa na manipulate, anafanya nini? We don't need to manipulate. We just need to be honest. Twende kwa Mungu. Mungu ni mweza, kama bado tunavyoona Mungu akamkumbuka. Mungu anakumbuka. Ni maombi yangu katika sikukuu hii ya Mother's Day, Mungu atatukumbuka na sisi, na mateso yetu yote na taabu zetu zote atakumbuka. Watoto wetu atawabariki watoto wetu. Cha mwisho nataka kuachia wanawake, naomba tuendelee kusimama katika kuomba kwa ajili ya watoto wetu, familia yetu, taifa letu. Neno la Mungu linasema wako wapi wanawake waombolezaji? Mungu awabariki sana. Ninaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment. Happy Mother's Day. Love you.